Katika gofu hili la kaburi katika ukoo wa Omani, watu wenye asili ya Omani, Al-Barawi mwenye mtumaini huyu, kaburi lake lina madirisha. Sehemu nyingine huwezi kuta madirisha, au sehemu nyingine kuna milango, lakini hapa kuna milango na madirisha. Tena mlango wa haja kabisa kama tunavyoona, mlango mkubwa tu, mtu anaingia vizuri, tofauti na milango ile mingine midogo midogo au madirisha eleweke. Lakini hapa mlango umekaa sehemu yake, madirisha sehemu yake. Na kule ndani kaburi la sultani mwenyewe limeonyeshwa lile tofauti na kaburi la mke wake ambaye alikuwa amezikwa akiwa hai. La sultani linaendelea kuwa na ngazi kuonyesha mamlaka alikuwa nayo. Kama kwenye kaburi hizo ngazi hizo, kwenye kaburi kubwa la kule ndani kwenye ile kaburi pale alipolala kuna zile ngazi pia zinaonekana. Kwa hiyo ni mtu mwenye mamlaka, na huyu mke wake unaona kabisa ni mtu ambaye alikuwa hana mamlaka, hana ngazi hata moja. Vile vile kaburi la mtu aliyekuwa na uongozi wa kofia mbili wa kisiasa pamoja na kidini limekuwa kivutio kikubwa. Katika magofu haya ya kale hapa Kunduchi kuna vitu vya tofauti sana ambavyo watu wengi hawajui. Ndio maana tuna wasihi watu wakitaka kupata ladha tofauti ya utalii wa kale na wasili waje hapa. Kwa sababu pia katika huu kale magofu haya yameitwa kweli ni kielelezo cha juu cha utamaduni wa Kiswahili, kwa vitu ambavyo ukija hapa ndio utashuhudia. Kwa mfano hili kaburi la mtu au sultani mwenye asili ya Omani. Huyu ni Sultani Juma. Jina lake liko pale, ingawa maandishi yamefutika kidogo ya Kiarabu, yamefutika, lakini Sultani Juma katika karne ya 18. Huyu Sultani Juma kutoka kwenye ukoo wa Al-Barawi alitawala baada ya kipindi cha sultani mwenye mtumaini Al-Barawi. Huyu Sultani Juma alikuwa pia kiongozi wa kidini. Kama tunavyoona hapo kaburi lake huko juu kuna kile kikofia ambacho watu wengine hata wenye dini ya Kiislamu wanacho kule kwenye kofia zao, hasa wale viongozi, kwamba maimamu au watu fulani mashehe fulani wanakuwa nacho. Kwa hiyo Sultani Juma alikuwa nacho kama mnavyoona. Yaani kwa ujumla kaburi hili linafanana sana na kaburi lile la kiongozi wa dini pale Kaole. Isipokuwa yule Kaole ni mwanamke, huyu hapa ni mwanaume. Tena kaburi hili ni kubwa kuangalia kwa size kuliko la yule Sharifa wa Bagamoyo. Maana huyu ni Sharif, yule ni Sharifa. Kwa hiyo kiongozi huyu wa dini hapa alikuwa amepewa uzito wa tofauti, kwamba kaburi lake ni kubwa, yani kama ni nyumba, lakini sema tu haijanyanyuliwa kwa juu sana, au kama pyramid ila tu haijaenda juu sana. Pia haikuwa na marembo mengi ya kuchorwa. Kwa hiyo inaonekana huyu mtu alikuwa ni mtu wa tofauti. Ila kuna maandishi na inawezekana kulikuwa na masahani, kwa sababu masahani mengi yametoka, kama maandishi mengine yameharibika. Kwa hiyo inaonekana alikuwa mtu muhimu sana mwenye heshima ya tofauti katikati ya watu hao wenye asili ya Oman. Na hapo mnaona jinsi ambavyo amezikwa pembeni. Kwa hiyo ni karne ya 18. Utalii wa ndani au utalii unaohusu utamaduni wa mataifa tofauti, watu wanaweza kutumia magofu haya kwa madhumuni tofauti. Haya wakatazwi, wanaelekezwa, wanakaribishwa. Na hapa pia watu wanakuja kwa ule utalii pia wa kidini, lakini wasibomoe, wasiharibu, lakini ni kwa ajili ya watu wote, wa Tanzania wote, hata wa nje wote. Upekee wa magofu ya Kunduchi ni mahali pekee katika ukanda wa pwani ya Tanzania na Afrika Mashariki ambapo utashuhudia magofu ya masultani wengi. Hii ni kwa mujibu wa mhifadhi wa magofu hayo. Uwepo wa makaburi ya mabinti wawili wa sultani mkuu waliozikwa Kunduchi, inasemekana mabinti hao walifariki dunia kabla ya kuolewa, kama anavyosimulia mhifadhi wa magofu hayo. Katika eneo la uhifadhi magofu haya ya kale Kunduchi, tuna makaburi mengi ambayo ni ya masultani ambayo ni wanaume, viongozi wanaume. Hiyo ilikuwa ni kawaida wakati ule. Tunajua viongozi wengi walikuwa wanaume. Wafalme walikuwa wanaume wengi. Katika Afrika ilikuwa ni kitu cha kawaida, ingawa bado kuna malkia wa chache. Sasa kwa Kunduchi ukitoa magofu haya masultani wanaume, lakini kuna makaburi ya wanawake wachache. Makaburi ya wanawake wachache wengi ni wale waliozikwa na masultani wakiwa hai. Makaburi ya wanawake waliozikwa wakiwa wamekufa ni makaburi haya mawili ya mabinti wa sultani yule mkubwa, Sultani mwenye mtumaini Al-Barawi, wenye asili ya Oman. Hawa walizikwa wakiwa wamekufa, wakiwa mabinti, kwa heshima wakazikwa. Kulikuwa na maandishi
Kama kawaida watu wabaya walikuja wakatoa hayo maandishi, lakini maandishi yalikuwa yanaonekana hawa ni mabinti wa Sultani Mtumaini Al-Barawi mwenye asili ya Omani, ambaye alikuwa Mswahili. Kwa sababu pia tunaambiwa kiongozi wa dini ya Kiislamu alikuwa ameshaanza tangu karne hizo kuwapigania haki za wanawake wao, wapate heshima, wasizikwe, wapate haki yao ya kuishi, wasizikwe wakiwa hai. Sasa hapa ni muendelezo, tuseme jamii imewatambua hawa, walizikwa kiheshima, na tunaona jinsi ilivyo kama watoto wa viongozi walizikwa kwa heshima hiyo, lakini maandishi hayapo. Tungesoma hata majina yao na miaka ambayo walizikwa, lakini ni karne ya 18. Upekee wa nakshi za urembo wa magofu ya Kunduchi ndio kivutio kikuu kinachotofautisha kati ya magofu haya na magofu mengine yoyote katika ukanda wa pwani ya Afrika Mashariki. Mazingira tofauti mno, radha ni tofauti mno ya Kunduchi. Na sehemu nyingine ukiniambia iko kama Kunduchi, haipo. Ndio maana wale wana historia, hasa watafiti wa kiarkeolojia wa Marekani, wa Uingereza, wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, wamepaita the highest peak of Swahili civilization, kwa sababu kuna vitu vingi vigeni, mchanganyiko na vya asili, vya utamaduni wa mataifa tofauti tofauti, yani utamu wa hapa na hii bahari ya India, basi safi sana yani. Even if you are resident, you are welcome here to Kunduchi Ruins. Magofu haya yapo ya karne kuanzia, kwa yale ambayo tumefanyia utafiti 15. Kuna msikiti wa karne 15 ambao haukumaliza kuezekwa, lakini utaweza kupata historia kidogo ya Wareno, kwamba kwa nini msikiti haukuezekwa, na historia ya Wareno kwamba wakati huo walikuwa eneo hili ndio wanatamba. Kwa hiyo hapa yale matokeo ya yale majitambo au majigambo ya Wareno hapa yaliwaathiri kidogo kupitia huo msikiti. Lakini pia mahali hapa mtu anaweza kuja kufanya makazi kwa muda fulani. Kuna visima vya kale, kuna vitu mchanganyiko tofauti kabisa. Hata maana ya neno hili Kunduchi linafanana na maana lile neno Makunduchi ya Zanzibar. Uone jinsi hapa kuna mahusiano gani na maeneo mengine ya karibu ya watu ambao walikuwa wanakaa mahali hapa au wamejenga historia mahali hapa. Na hilo jina hilo wageni wale wakaenda kuwaita watu wa kule Makunduchi Zanzibar. Kwa hiyo uone jinsi mahusiano pia yalivyokuwa ya kiutamaduni wa Kiswahili, ulivyoingia, ulivyostawi, ulivyoshamili mpaka sasa hivi. Ndio maana hapa Kunduchi pia wenyeji wengi wamechanganya, wameendelea, huo utamaduni umeendelea. Kuna Wamakonde hapa, kuna Wazaramu, kuna watu wenye asili ya Zanzibar, kuna watu wenye asili ya Kiarabu, kuna watu wenye asili ya Kihindi. Yaani ni mchanganyiko tu. Sasa hivi kuna Waha wengi. Kwa hiyo ni mchanganyiko. Kuna Wangoni wengi hapa, Wayaho. Kwa hiyo watu wa kusini kaskazini, kuna Wapare, Wachaga hapa wapo. Kwa hiyo ni eneo ambalo Uswahili umeonekana kwenye magofu hadi kwenye maisha ya sasa hivi. Kwa hiyo tunawakaribisha watalii wa aina zote waje hapa, warika zote, hata wale wa dini zingine, kwa sababu hata hapo wengine kwa njia moja au nyingine wale waanzilishi wa mahali hapa walikuwa hawana dini. Waanzilishi wa mahali hapa kwa mujibu wa tafiti za kiarkeolojia ni watu weusi, ambao pia imethibitishwa na yule mtembezi au mtafiti wa kutoka Morocco, Ibn Battuta, kwamba watu weusi walianzisha eneo hili. Je, unahitaji hoteli yenye mandhari mazuri na mazingira tulivu iliyopo pembezoni mwa bahari ya Hindi karibu na mji wa kihistoria wa Kilwa Kisiwani? Suluhisho lako ni Kilwa Pakaya Hoteli iliyopo wilayani Kilwa. Ni hoteli ya kisasa yenye vyumba vizuri vya malazi, mazingira safi na bichi tulivu na mwanana. Huduma utakazopata ndani ya vyumba vyetu, utakutana na kompyuta, TV LED, air conditions, wifi,
hita kwa ajili ya chai na kahawa na huduma ya internet. Mgahawa wa kisasa ambao hutoa huduma za vyakula vya aina mbalimbali, vikiwemo vya kimataifa yani continental foods, vyakula vya Kitanzania, pia kuna vinywaji baridi na vikali na breakfast bure. Kwa mawasiliano unaweza kupiga simu namba +255 714586405, website www.kilwapakaya.hotel, Instagram Kilwa Pakaya Hotel, email booking@kilwapakayahotel.com au info@kilwapakayahotel.com. Kilwa Pakaya Hotel inakukaribisha kwa thamani ya pesa yako. Ewe mzazi mlezi, kwa nini unapata shida kutafuta viatu vya watoto vya shule? Suluhisho lako ni Soul to Soul. Wana viatu vya kike na vya kiume size zote, raba kwa ajili ya michezo. Bidhaa zetu ni original kutoka Uturuki na Marekani. Tunauza kwa bei ya jumla na rejareja na tunahudumia taasisi zote. Soul to Soul tunafanya delivery ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Tunapatikana Mikocheni kwa Mwalimu Nyerere. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kupitia 0655 27 80 00. Kwa Wapakistani wa kale, makaburi ya viongozi wao hujengwa mithili ya nyumba. Makaburi yao yana milango ambayo huwekwa nakshi nyingi za maua ya kuchongwa. Paa huezekwa kwa udongo mithili ya gypsum na milango haitazami kibla. Kama hiyo haitoshi, ni kwenye magofu ya Kunduchi pekee katika Tanzania yetu na yamkini duniani kote ambapo pana gofu la kaburi la wachukianao. La haula, ilikuwaje? Inasemekana watu wameyaona makaburi ya pamoja ya wapendanao kama lile kaburi la Kaole Bagamoyo, lakini sio la wachukianao. Kwa watu wanaopenda kushuhudia urithi wa mimea na miti ya asili kama vile mikoko na mishirazi, mibuyu na aina nyingine nyingi za mimea, magofu ya Kunduchi yana utajiri wa miti hiyo. Inaaminika kwamba mikoko ndiyo mazalia rasmi ya samaki wa baharini. Miti ya mishirazi ni maarufu kwa dawa za asili na matunda yake ni matamu na yanafaa sana kwa kutengeneza kinywaji cha sharbat, yani juice. Mibuyu ni aina nyingine ya miti inayopatikana kwenye kivutio hicho cha utalii. Licha ya juisi maridhawa itokanayo na matunda ya miti hiyo, mibuyu ni maarufu sana kwa watu wa mwambao, hasa ibada za matambiko. Aidha, ukifika kwenye mahali kale za Kunduchi utashuhudia aina mbalimbali za ndege. Miongoni mwa ndege hao hutoa burudani ya sauti za kipekee mithili ya king'ora cha msafara wa kiongozi wa kitaifa. Pia kwenye magofu ya Kunduchi utaona vitu vya kipekee visivyo na kifani kama vile medali, maandishi ya kale yaliyoandikwa kwa lugha ya Kiarabu kwenye maeneo maarufu kama vile minara ya ukumbusho na nakshi za kuvutia zilizopambwa kwenye makaburi ya kale. Inasemekana pia zipo sarafu za kale zilizotumika kununulia bidhaa licha ya biashara ya kubadilishana bidhaa, barter trade. Mashariki mwa magofu hayo kuna fukwe ya bahari ya Hindi yenye uzuri wa kipekee, hasa upepo mwanana wakati wa joto, huku ukiliwazwa na uzuri wa miti ya mikoko. Fukwe hizo ni nzuri kwa kuweka kambi za mapumziko ya mwisho wa juma, picnic au kufanya tafrija mbalimbali kama vile sherehe za harusi na mikusanyiko mingineyo. Hayo yote utayapata kila siku ya Jumanne hapa Historia Tanzania TV. Usikose kusubscribe, kukomenti na kulike.